Yes, mambo vipi mwanafamilia wa The Twins TV? Hii ni moja ya taarifa ambayo ina trend kwa kubwa ndani ya mitandao ya kijamii. Ni baada ya Mamba Dudu Baya kuweka wazi bayana baada ya kifo cha mwanadada aliyekuwa Bongo Movie Karen, na kimemsikitisha kwa kubwa kama kilivyonisikitisha mimi. Lakini Dudu Baya pia amekizungumza sana kuhusiana na hicho kifo pamoja na ugonjwa wake Dudu Baya, na kusema wasanii wengi wameacha kusaidiana, wameacha kuwa na mapenzi ya dhati, na hili amezungumza kupata marafiki wapya. Aliyokuwa na wazamani amebaki mmoja tu, na marafiki wapya wamejitokeza, na amesema usizingatie sana uliomsaidia, kama umemsaidia na zingua basi achana naye. Dudu Baya amezungumza vitu vingi sana na imesikitisha sana, lakini kikubwa zaidi acha ni kuache mwana kwa hospitali ya taifa Muhimbili Moi uko sawa mpaka umetoka huko kunifuata Bali Beach hapa. Ya kwanza nawapa pole familia. Walikuwa wanatarajia atapona, ni ndugu yao wanampenda. Wazazi wake sijui kama wapo pia, nawapa pole. Lakini ni washukuru serikali. Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa milioni 20 apelekwe India. Pia na washukuru wote waliomchangia ili aweze kulikava na kuwa hai. Lakini mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mheshimiwa Dr. Samia Hassan ameonyesha upendo mkubwa, katoa milioni 20 watu wa serikali na Watanzania wote waliomchangia. Tunatakiwa tuishi hivyo kwa upendo. Tuombeane sisi kwa sisi. Kama Mwenyezi Mungu alishatuambia, ombeaneni nyinyi kwa nyinyi. Si viongozi tu wa dini kutuombea sisi. Ndio maana ukiongelea hata kwenye ibada, kuna sehemu waumini wanasema tunamuombea askofu wetu awe na afya njema na nani, na yeye askofu anatuombea wahudumu nani waumini. So naweza nikasema imetokea hivyo, Mwenyezi Mungu ni mapenzi yake. Lakini kama kuna mtu alishiriki, aliweka mkono wake, jua kwamba hii haiendi bure. Kama kuna mtu alihusika kwenye mateso ya huyu binti, jua haiendi bure. Inaweza isikupate wewe ikawapata watoto wako, inaweza isikupate watoto ikapata mkeo. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kwa amani, kwa upendo, amani na furaha, kama Tanzania ilivyo kisiwa cha amani, upendo na furaha. Ndio utajiri wetu namba 1. Bila amani, upendo na furaha, wewe ungetoka kule sasa hivi kaja hapa, mimi sasa hivi ungenikuta hapa kama mabomu yanaruka. Kwa hiyo tupendane sisi kwa sisi, tuombeane sisi kwa sisi. Mimi mwenyewe nimekuwa mwanga, nimeuma toka 2021. Ndio maana namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Albert Chalamila, Mwana FA, Zuberi, watu wote Marekani, watu wote ambao ni washikaji walikuwa wananitumia la kila, na washukuru sana. Japokuwa kliniki yangu ni mpaka mwezi wa 6 ndio nitatengemea vizuri, lakini unaona afya yangu ilivyo. Yes, ni Mwenyezi Mungu, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu na Watanzania wote wenye mapenzi mema. Na wewe ambaye hujanichangia, ulikuwa unasema ni walewa ukesho, wewe ndio utakuwa walewa ukesho, sio mimi. Ushaelewa vizuri? Kwanza mateso aliyoyapitia, anaumwa na mimi naumwa. Mimi nilikuwa ni wa kitandani, siwezi kuoga nimesimama. Huu mkono ulikuwa hivi, huu mguu mimi nilikuwa natembelea mguu mmoja hivi. Miezi 3 mimi natembelea mguu mmoja, huu umejikunja. Kini hapa miguu hii hapa. Mkono uko hivi, siwezi kuandika, siwezi kushika simu. Hata maji madogo ya kunywa nilikuwa siwezi kushika. Hii mic mimi nilikuwa siwezi kushika. Lakini sasa hivi naishika. Namshukuru Mwenyezi Mungu, na washukuru wa Tanzania, Mama Samia, Albert Chalamila, Mwana FA, Zuberi, na wewe mwenyewe pia. Ulishanifanyia interview. Ndio maana ulivyoniambia nimepiga mzinga miguu chali nikakuombea. Shukrani sana. Ubarikiwe sana. Nafikiri ni wakumbusha wa Tanzania kitu kimoja. Hata Rose Muhando alishapitia hayo mateso. Alikuwa anatambaa kwenye sakafu kama nyoka, akakimbizwa Nairobi kwa wachungaji, akawa anaombewa kanisani. Rose Muhando tusingekuwa naye. Na yule aliyemfanya Rose Muhando kitu kama hicho alikuwa ni meneja wake. Walipokuja kugombana ndio akamtenda Rose Muhando hivyo. Rose Muhando alikuwa anatambaa kwenye sakafu kama nyoka Nairobi.
ndo akaponea leo Rose Muhando tuko naye. Kwa hiyo nachowaambia Watanzania, stiki na Mwenyezi Mungu. Acha wafanye ubaya wanaofanya, acha wafanye uchawi wanaofanya, lakini kana Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atawazalilisha kama alivyowazalilisha kwa Rose Muhando. Sijui mimi watazalilika, ila kwa msiba wa huyu ndugu yangu Bongo Movie, pole sana kwa familia, pole sana, lakini na washukuru wote waliopigania uhai wake. Yeah. Life is war. Maisha ni vita. Be careful. Mwenyezi Mungu anatuambia niombeni niwape watu sahihi. Usimwamini kila mtu kwenye maisha yako. Kuwa na watu sahihi, hata wakiwa 5 tu wanakutosha, kuliko kuwa na marafiki 100, milioni 1, alafu ni haters, hawapendi mafanikio yako. So mimi watu 5 tu wananitosha kwenye hii dunia, ambao wana faida na mimi. Kuliko unakuwa na mzigo wa watu ambao hawana faida, na unakaa nao nyumbani kwako na bado wanakuonea wivu, na bado unawasaidia lakini bado wanataka wewe uangamie. So watch your back. Mimi watu 5 wananitosha. Dr. Samia Suluhu Hassan ananitosha, Zuberi ananitosha, Mwanefea ananitosha, Albert Chalamila ananitosha, sawa, na mamamba wote wananitosha. Shanaelewa vizuri? Yeah. Kwani mimi nimeuma toka 2021. Ni msanii gani amenisaidia hata 10,000? Msanii gani? Nishawasaidia wasanii kibao. Hata Wasafi hakuna hata 100 kutoka Wasafi kwa kina Diamond. Hata 100 tu. Juzi ndio maana wameniomba interview. Wamemtuma Mchaga OG kwenye refresh, nikamwambia kutoka zenu hapa. Wasafi wamemtuma mabosi wote wa Wasafi. Mchaga OG. Sababu mimi Mchaga OG anatangaza kipindi cha refresh. Yule mimi ndo nimempeleka Wasafi. Wakamwambia wewe ule ni mjomba wako unamuita ganko, tunamuomba Dubai interview refresh. Nilimwambia mjomba, Mchaga OG, wewe ni anko wangu, sitaki hata ukanyaga majengo ya Wasafi. Kwani mimi Diamond kanisaidia hata 100? Huyo Jamali amesaidia hata 100? 2021 nyinyi mnanioji kila siku naumwa. Wasafi wametoa chochote? Said Fela au Babu Tale chochote? Mimi nishawahi kumwambia Said Fela, niko leo ndio wanaongea, niko Dar es Salaam Mikocheni, naumwa hoi bin tabani, nipigie kesho. Said Fela hakupokea simu zangu 2 weeks na ikafuta na namba yake. Ndio maana uwezo kanikuta nafanya interview na Wasafi, wala sitaki kuguse eneo lolote la Wasafi. Nishawasaidia mara ngapi ya Wasafi? Diamond ndio amenichangia kitu gani mimi? Mimi toka 2021. Ndio maana Mwenyezi Mungu anakuambia uliowasaidia achana nao, nitakupa marafiki wapya. Kwani mimi nishawahi kuishi na Dr. Samia Suluhu Hassan? Nishawahi kunywa naye? Albert Chalamila nishawahi kuishi naye? Nishawahi kunywa naye? Zuberi nishawahi kunywa naye? Kakangu wa Kisesa mwenye mabasi ya Zuberi kila siku ananipigania kila mwezi. Jana tu wenyewe Zuberi amenitumia mimi pesa. Kwa nimesaidiwa na watu kwenye ugonjwa wangu ambao sikuishi nao, sikunywa nao, sikula nao. Wote niliowanywesha, niliowalisha, wote walinikimbia. Msanii pekee kanisaidia mimi, niliishi naye vizuri, ni Mwana FA, naibu waziri wa sanaa. Na Mwana FA ninavyoongea mimi nawe sasa hivi, anakaa Mbweni, mimi nakaa Bari Beach. Kaniambia anaelekea Dodoma. Sasa hivi hapa, ndio maana nimekuambia umechelewa nyumbani, naenda kwenye muamala kutoa. Mwana FA leo, tarehe ya leo, kanitumia 200,000. Naibu waziri Mwana FA kanitumia 200,000. Jana kuna mvua ilikuwa imetanda Bari Beach, akaniambia usijali wala nini, naelekea Dodoma. Sasa yuko Dodoma. Kanitumia 200,000. Ndio maana ulivyokuita Mambas 24 studio, nikamwambia mimi nawahi juu, sababu kule beach mnavyokaa kuna mawakala mpaka. Kwa hiyo ndio maana nikamwambia njoo, kwa sababu nimekuja kutoa hela. Mimi nikiwa kule beach hakuna maduka, hakuna nini, kila kitu unaoda huku juu. Kwa hiyo kwenye maisha Mtanzania, uliowasaidia usiwafikirie kwenye shida zako, muombe Mwenyezi Mungu. Boniface Mwamposa mimi nishaye kunywa naye, nishaye kula naye, lakini angalia alivyo msaada mkubwa kwangu Godwin Boniface Mwamposa. Kwa hiyo hao ndio marafiki wapya. Yaani katika watu walionipambania mimi kwenye ugonjwa wangu 2021 mpaka sasa hivi,
Boniface Mwamposa ni rafiki mpya, Mama Samia rafiki mpya, Albert Chalamila rafiki mpya, na mamamba wote waliojitokeza ni marafiki wapya. Rafiki wa zamani ni naibu waziri tu Hamisi Mohamed Minjuma aka Mwanefei, sababu toka anasoma IFM mimi ilikuwa cha kwake ni cha kwangu, cha kwangu ni cha kwake. Hajawahi kunitupa yeye na mke wake. Mama Fea nikiongea naye kwenye simu, ongea na Beyonce kwa sababu mke wake tunamtaka Beyonce. Ongea na Beyonce huyu hapa, naongea na mke wake. Kwa hiyo asante Mwanefea, asante shemeji yetu mke wa Mwanefea, lakini hakuna msanii kanipa hata 100 kuwasaidia wote. Wanakujaga Mwanza, hawana hata kitu. Mimi ndo nawapa show Ukerewe, Tabora, sijui wapi. Bro, hili eneo lako kandaziwa. Mimi nafanya connection. Mtu anapata show Tabora, anapata show kama anapata wapi. Lakini nobody ametoa msanii yoyote. Hawa Wasafi nimewasaidia vitu vingapi? Huyo Diamond na Mama Dangote hata 100. Alafu juzi unamtuma Mchaga Oji eti mwambie Dudu Baya tunataka interview kwenye Refresh. Nimwambia Oji, Mchaga Oji, wewe ni mjomba wangu, mimi ndo nimekupeleka Wasafi. Wewe nyamaza na wewe. Mimi ndo nimekupeleka Wasafi, wewe ni mjomba wangu. Vijana wote mnaofanya kazi Wasafi tunaheshimiana, ila siwezi kukanyaga eneo la Wasafi, siwezi kufanya interview na Wasafi. Hiyo ni juzi, sio mwaka jana, juzi hapa. Kaambia kwenda zenu huko. Mnaniona kwenye online naumwa, niko hoi, siwezi kutembea. Huyo Diamond kaja hata kusema kaka, 1,000,000 hii hapa. Huyo Babu Tale nilimtaarifu Babu Tale naumwa, tena niko Mikocheni. Nipigie kesho mchana, nina msiba Manzese. Hakuwa Dodoma, nina msiba Manzese. Toka hapo hakupokea simu zangu. Hakupokea na nikafuta. Wasafi wale pale wamenisaidia. 2018 tuko wote. 2019 mapinduzi ya burudani. We are walking together, we are fighting together. Alafu mimi nauma, mnaona kwenye TV zote Dudu Baya nauma. Wamekuja Badi Beach hapa. Wamekuja si ndio kwa. Kwa hiyo in life you punch me once, I punch you tip. I don't care about you. Sasa hivi niko hapo, unaniona. Namalizia tu kliniki mpaka mwezi wa 6 hapo fresh. Shanaelewa vizuri. Na kikubwa ilikuwa ni nini? Maradhi gani? Ya ilikuwa ni pingili za mgongo. Pingili 3 za hapa juu na za kwenye kiuno. Kwa hiyo pingili zinasababisha usiweze kutembea. Kwa hiyo ikawa ni stroke. Ndio maana mkono ukawa una uwezo wa kufanya kazi. Stroke maana yake huu mkono ufanye kazi na mguu wa kushoto yani inapishana. Kwa hiyo ilikuwa ni stroke. Huu mkono ulikuwa hivi, ulikuwa uwezi kuinuka. Ndio maana nilikonda kwa sababu siwezi kushika hata kalamu kuandika. Lakini now I can write. Simu nilikuwa siwezi kushika. Hivi, huu mguu mimi natembelea mguu mmoja hivi. Siwezi kujua, lakini serikali baada ya kunipeleka Moi Muhimbili, Mwananyamala Hospital, mganga mkuu pamoja na msaidizi wake anaitwa Dr. Mchalo walinipiga zile T-scan zote, ile vipimo vyote vikubwa. Kama nilivyopima Mwanza, sina magonjwa yote, kisukari, ukimwi, ni kila kitu hamna. Kaniambia tumepima hivyo, huna magonjwa yote, iwe figo, iwe maini, mapafu, hakuna hata mchubuko. Iwe nini hamna. Iwe choo, shida hamna. Damu mwilini fresh, maji mwilini fresh. Magonjwa karibu 13. Ndio kaniambia tunakupa rufaa kwenda Moi Muhimbili. Ndio nikaenda kupigwa kile kipimo MRI. Sasa kile kipimo ukipigwa unaingizwa kwenye mashine kama nusu saa. Majibu yake waga ni video. Sio karatasi, ni video. Kwa madaktari wakaweka kwenye kompyuta wakanionyesha pingili zako 6 zimepishana. Za juu na pingi za chini 3 6. Kwa hiyo maana yake wakaniambia unaona, hiyo mishipa ya fahamu imefinywa na zile pingili. Ndio maana mishipa ya fahamu haipeleki taarifa kwenye mikono, haipeleki taarifa kwenye miguu.
ndio pale pale wakanipa dawa mwezi wa 6 na wa 7 nikaendelea. Kwa hiyo matibabu yangu mimi mpaka sasa hivi ni mazoezi, simezi dawa yoyote. Nilimeza dawa mwezi wa 6 mwaka jana na mwezi wa 7 wote. Baadaye mimi na Mateo tukakaa sema utakiwi tena kumeza dawa, ulimeza hizi dawa kule Mwanza, zinaweza zikaharibu figo. Kwa mimi hapa ni mwendo wa mazoezi ndio kupona kwangu. Pole sana. Nashukuru sana, usijali. Unapitia kiume haya. Yes. Hayo ni maisha. Utakiwi kukata tamaa. Vipi tutashiriki